Mishale ya saa 9 usiku, mwanamke anaamshwa na mlio wa simu. Akiwa na wenge la usingizi anaipokea simu hii. Mpiga simu anasema kwamba tumesha kufikia nyumbani kwako na muda si mrefu tunaingia ndani. Mwanamke anachanganyikiwa na kuamka haraka sana, kisha anaanza kufunga milango. Lakini ghafla anakumbuka kwamba chumbani kwa mtoto wake alikuwa hajafunga mlango. Anataka kwenda lakini anastopishwa na kuambiwa kwamba ukinyanyua hata hatua moja tunakwenda kumuua. Ndipo anagundua kwamba hawa wauaji hawapigi simu kutokea nje bali wako ndani ya nyumba hii na wako katika chumba cha mtoto wake. Alichobakiza kwa sasa ni kujifungia vizuri huku chumbani kwake, huku akilisogeza kabati lake la nguo jirani kabisa na mlango. Hawa jamaa hawatakiwi kabisa kuingia ndani. Ikiwa simu yake bado iko masikioni, akawasikia hawa watu wakisema kwamba moyo upakie katika boksi hili na figo weka katika boksi lile. Mwanamama akajua kwamba mtoto wake tayari yuko ahela, kwa lugha nyepesi wamekwisha kumuua. Akaishiwa nguvu mpaka akaangusha simu. Lakini katika simu bana, namba iliyokuwa imepiga ni namba ngeni. Sasa jambo la kuchekesha ni kwamba presha zote hizi alizozipata mwanamke huyu, kumbe kuna vijana waliokosa kazi wanaamka mishale ya saa 9 kamili ya usiku na kisha wanawapigia watu kuwafanyia masiara. Na wakifanikiwa kukutetemesha mpaka makalio, basi wanafurahi kweli kweli na kushangilia, na hapo wanaamini kwamba wamekuweza. Kisha video hiyo ya tukio zima wanaituma katika mitandao na wanaofuatiliaji wengi ise. Mimi nakumbusha tu kwamba gusa alama ya kusubscribe na chapa alama ya kengele kwa sababu moto ni mpaka finali. Hasa miongoni mwa watu ambao wanacheza sana hiyo michezo ya kuwapigia watu na kuwafanyia masiara, basi huyu jamaa anafahamika kama Sam na ana girlfriend wake ambaye siku ya leo hajaenda vizuri. Kwa mwamba ana huzuni sana. Kuna kidada fulani kinaitwa Easy kilikuwa kinamuomba urafiki katika mtandao wa Facebook, wakawa wamekikatalia. Na moja kwa moja kuna mwamba anaonekana akiwa anaingia ndani ya chumba chake. Huyu jamaa anaitwa Brady, anapenda sana masiara, kama mtishia jamaa kama amekasirika ujue. Sasa Sam anaishi na wazazi wake na kwa bahati mbaya wazazi wake walikuwa wamesafiri wiki hii, wamekwenda mapumziko kidogo. Kwa hiyo amekuja hapa rafiki yake huyu Brady na akawa anamwambia kwamba hebu tuanze kuwapigia watu kama ilivyo kawaida afu tujirekodi video. Lakini mwamba Sam akawa amekataa na kusema kwamba bana siko kwenye mood nzuri ujue. Lakini rafiki yake akawa amemforce na mwisho wa siku bana wakaamua kuanza kuwapigia watu. Walipiga kwa watu wengi sana, wengine wakiwatishia kwamba wagonjwa wao waliopo hospitalini wameweza kufariki, wengine wakamwambia kwa na magonjwa ya hatari zaidi, wengine wakamwambia kwa na kansa. Yaani simu ambazo ziweza kupigwa zilikuwa nyingi ni mbaya. Lakini katikati ya masihara haya na wao wakapokea namba ngeni. Hii namba ngeni kawauliza, je, mnafanya masihara? Wakajibu ndio, sisi huwa tunafanya masihara. Huyu mzee akamwambia kwamba naomba basi muache hayo masihara kwa sababu mimi nikiwafanyia masihara yangu hamtoweza kutoboa. Wakacheka na kumkatia simu. Hasa wanamshikaji wao mmoja anafahamika kama Mosley. Ukiachana na hizi mambo za masihara ya kuwapigia watu simu, lakini jamaa na kazi yake moja ya kufanya delivery katika nyumba za watu. Walipomwona anaelekea katika nyumba ya jirani kwenda kupeleka chakula, basi wao wakatumia nafasi hii kwenda kumfanyia masihara huyo mmiliki wa hiyo nyumba. Wakampigia simu na kumwambia kwamba, je, kuna mtu yeyote anakuletea chakula hapo nyumbani kwako? Ni nyumba akajibu bila wasiwasi kwamba ndio kuna mtu analeta chakula. Wakamwambia kwamba huyo mtu anayekuletea ameshika bunduki na anataka kukuua. Basi mzee akachukua bonge la lungu akataka kumzuta mwamba kwa nyuma, lakini kwa bahati mbaya huyu jamaa akaweza kushtukia kwamba alikuwa kirekodiwa na akajua kabisa wanaomfanyia masihara hayo hawako mbali, wako mitaa hii. Hii kitu ilimkera sana mshikaji wao Mosley ambaye akasema kwamba mnaniingilia mpaka katika kazi zangu na kunifanyia masihara. Guys, mwe serious, yani maisha yangu mjue. Hasa Sam kwa sababu amechua vichenji kidogo kwa sababu wazazi wake wamekwisha kusafiri, basi akanunua zile pizza ambazo mwamba alikuwa anampelekea yule mzee. Moja kwa moja jamaa akawa amefurahi na kumshukuru Sam. Hasa wakiwa wamefurahi wamerudi tena ndani wakagundua kwamba simu yao ilikuwa ikiita. Kuja kutazama ni yule mzee ambaye alikuwa amesema kwamba acheni masihara kwa sababu mimi nikiwafanyia masihara hamtaweza kutoboa. Lakini huyu mzee akawa amebadilika kidogo na kusema kwamba ameenjoy sana utani wa siku ya leo na anaomba wasikate simu hii mpaka atakapokuwa amemaliza yeye kuwasikiliza. Wewe mzee acha mambo ya kifala bana, kama unatushabikia wewe endelea kutushabikia bana, sio kutupigia simu kila wakati. Sawa haya. Wakamkatia simu huyu mzee na kisha wakaendelea kutazama movie. Lakini huyu mzee aliendelea kupiga tu na hawakupokea simu zake. Baada kama ya saa moja hivi mbele wakawa wanachukua simu na kugundua kwamba jamaa alikuwa amepiga mara nyingi. Ikabidi kuweza kumpigia. Akamwambia mzee una shida gani wewe? Akasema kwamba na wajua majina yenu, akawataja majina yao wote, majina matatu na kusema mpaka wanapoishi. Akawakumbusha masihara yote waliokuwa wameyafanya kwa siku za hivi karibuni, kuanzia masihara ya kwanza mpaka ya mwisho. Mpaka haya masihara waliyofanya siku ya leo, siku ambayo huyu jamaa alikuwa anaenda kuuza pizza kwenye nyumba ya jirani. Kufikia hapa miamba wakaongeza umakini kidogo na kuanza kumsikiliza. Hata sauti ya movie wakaipunguza. Kwa unyenyekevu mkubwa bwana Sam akakumbuka kwamba huyu mzee ni mtu mzima anatakiwa kumsalimia kwa umakini. Akamwambia shikamoo mzee, samahani unaweza kujitambulisha wewe ni nani? Akasema kuwa mimi naitwa Mr. Lee. Akakata simu. Ghafla tu ukasikika mlango ukiwa unagongwa. Wakashtuka sana, kila mmoja akashika malungu na kisha akatimba katika maeneo ya mlango. Kuja kushtuka akagundua kwamba ni bidada mmoja anaitwa Petty akisema kwamba Mosley anaumwa kwa ameniagiza niwage naleta chakula. Sasa huyu Petty ndio yule msichana wa Sam ambaye wamekosana siku za hivi karibuni. Akawa anauliza kwamba lakini sisi hatukuagiza chakula chochote. Sam akawa amejiongeza na kuhisi kwamba huenda bidada alikuwa amemmisi, kwa akaanza kumsogelea kana kwamba anataka kukiss. Lakini bidada akamwambia hapana, nilikuwa nimeagizwa chakula tu. Bidada Petty alipoweza kutoka, ghafla simu yake ikawa inaita jamaa. Ikabidi waweze kupokea na akagundua kwamba ni yule mzee. Akasema kwamba najua kwamba Sam unapitia kipindi kigumu sana katika mahusiano yako, lakini utakuwa sawa. Akaomba kwamba kila anapopiga simu yake anaomba wasiwe wanamkatia, lakini wakawa wamemkatia na kusema kwamba huyu mzee mchawi nini. Ila aliwaambia kwamba kwa kitendo cha kukata simu yangu basi mtapokea matokeo. Basi mwamba Brady akamwambia Sam kwa kumwambia kwamba tuachane kabisa na huyu mzee fala tu, hana lolote la kutufanya. Mwamba Brady akawa ameshtukia kwamba katika simu yake kuna ujumbe ulikuwa umeingia. Akajua kwamba
ni marafiki zake, kwa sababu namba hiyo haitumii kabisa katika masiara. Akashangaa kukuta ujumbe unasema kwamba nimekutext, wakati mwingine usijaribu tena kukata simu yangu. Basi bwana Brady akajikuta anacheka tu, akajua kabisa kwamba anayofanyia haya masiara ni Mosley, ndiye aliyeweza kumwagiza bidada Peti aweze kuleta msosi hapa. Kumbe anawafanyia masiara fulani pia, kwa sababu hakuna mtu mwenye mawasiliano yao binafsi isipokuwa Mosley tu. Baada ya ule ujumbe ukaambatana ujumbe mwingine wa video ukionyesha kwamba kuna watu wawili walikuwa wamefungwa katika kiti. Ile simu anayotumia kufanyia masiara ikawa inaita, ikabidi moja kwa moja kwenda kuipokea. Walipoipokea tu ile simu ikawa nasema kwamba sio Mosley anayewafanyia masiara. Hapo akagundua kwamba huyu mtu yuko jirani sana na anawasikia kwa kila kitu anachokipanga. Wakaanza kumtukana huyu mzee, lakini walipokuwa wanaendelea kumtukana akatuma picha nyingine. Kumbe bana, wazazi walikuwa wamefungwa katika kiti walikuwa ni wazazi wake na Mwamba Brady. Na mzee akasema kwamba kama mnataka kuendelea kuona wazazi wako ni wazima, basi hakikisha ukati hiyo simu ya mezani ambayo huwa anawapigia. Lakini Sam akaiwahi ile simu na kuweza kuikata kwa sababu sio wazazi wake walikuwa wametekwa. Mwamba Brady alilalamika sana kumwambia Sam, unawezaje kukata simu ikiwa nimeambiwa kwamba wazazi wangu ili wawe hai lazima nisiwe nakata simu hiyo? Lakini Sam akatoa wazo ya kwamba wanatakiwa kuwapigia simu polisi. Basi akawa amepiga 911 na alipopiga tu ikapokelewa. Afande Lee hapa naongea, naweza nikawasaidia kitu chochote? Afande tena. Sam haraka sana akabadilisha simu yake na kutumia simu ya Mwamba Brady, na hapa akawapigia tena polisi. Akashangaa inapokelewa simu na kusema kwamba Afande Lee hapa nazungumza, mna shida gani niwasaidie? Mwamba Brady akasema kwamba lazima tuwashtue majirani ili waje kutusaidia katika tatizo hili. Lakini kabla hawajaweza kutoka wakapokea ujumbe ukisema kwamba ukitoka tu nje ya nyumba basi wazazi wenu watakufa. Mara ghafla vichwa vikaanza kuwauma. Huyu Mr. Lee ni nani? Mbona hawamuelewi huyu jamaa? Anafahamu kila kitu ambacho wanakipanga na kukiwaza. Sam akaanza kupiga mahesabu kujua kwamba inawezekanaje Mr. Lee akawa anajua mipango yao yote na kuwasikia maongezi yote wanayoyasema. Basi akaanza kuchunguza ndani ya kichumba. Akagundua kuwa laptop yake ni kweli ilikuwa imezima kioo, lakini kamera yake ilikuwa inawaka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mr. Lee alikuwa akiwatazama kupitia hii laptop. Walipoigusa laptop na kuiwasha akagundua kweli ni kweli sura zao zilikuwa zikionekanika. Lakini kabla hawajafanya jambo lolote wakashtukia kwamba eti TV ilikuwa imejiwasha. Walipokuwa kitazama katika TV wakashuhudia kwamba Mwamba Mr. Lee ambaye alikuwa anaonekanika upande wa uchogo alikuwa anamtembezea mmoja kati ya watu maarufu sana wanaofanya michezo hiyo ya kuwapigia watu simu. Baada ya kumtembezea kichapo kizito yule mtu maarufu zaidi katika mitandao kwa kuwapigia watu simu na kuwafanyia masiara, basi moja kwa moja akawatazama hawa wawili na kusema kwamba hii ni kwa leo mazoezi tu, lakini kesho nitaonesha zaidi. Akamfunga mfuko wa plastiki yule mtu maarufu katika eneo la uso, kisha akasema kwamba endelea kukosa hewa kama ambavyo mnawakoseshaga watu usingizi katika michezo yenu. Mwamba anakufa mbele ya macho yao, hawaamini kabisa. Wakajikuta mpaka wanapiga magoti wakimwomba Mr. Lee aweze kumwachia huyo mshikaji, lakini Mwamba alikuwa hasikilizi kabisa. Ghafla tu stars zikawa zimezimwa katika maeneo hayo ya sebule yao. Moja kwa moja wakawa nasikia kana kwamba kuna sauti inayotokea juu kabisa ya nyumba. Kabla hata wajifuata hiyo sauti inayotokea juu kabisa upande wa nyumba, basi ghafla tu wakawa wamepokea ujumbe katika simu zao. Ile kufungua tu wanakuta Mwamba Mosley amewekewa vitu mdomoni, analia vibaya mno huku akisema kwamba help me, naomba mnisaidie. Moja kwa moja wakaamini kwamba lazima Mosley atakuwa amepakiwa huku juu ya nyumba, kwa sababu kabla ya kutumiwa video hii waliweza kuzisikia kuna sauti zinatokea juu ya nyumba yao. Bidi Sam kufanya haraka sana kwa sababu nyumba anaijua vizuri, ikabidi kupandisha juu kabisa gorofani. Hasa wakati Mwamba Sam anapandisha gorofani, huku chini alikuwa amebakia Mwamba Brady ambaye akaanza kupokea ujumbe kutokea katika TV. Na huyu Mr. Lee akasema kwamba wazazi wako wako katika hali mbaya sana, lakini nakuahidi jambo moja, kwamba ukiweza kunisaidia jambo moja tu basi mimi nitakwenda kukuachia na utakuwa huru kabisa. Hatukuelewa ni jambo lipi ambalo Mwamba alikuwa ameambiwa. Huko gorofani Mwamba Sam aliendelea kuhangaika tu kutafuta ni wapi ambapo alikuwa akisikia ile sauti, kana kwamba kuna mtu alikuwa akigonga gonga, lakini akaja kugundua kwamba sauti ilikuwa ikitokea katika speaker. Mawazo ya Sam yakawa kwamba huenda huyu mtu bana ametegesha kamera sehemu na anatutazama. Kwa hiyo huwa akitegesha hiyo kamera sisi anaona kila kitu tunachokifanya na kukiwazia huku chini. Sasa akataka kuondoka, lengo akampasha habari Mwamba Brady kwamba bana hii kitu inaonekana huyu mtu anatutazama kupitia kamera. Lakini kabla ya kuondoka akashtukia kwamba katika kabati fulani hivi kuna mtu anagonga gonga. Kwenda kufungua kabati tu hakuamini macho yake kukuta kwamba mshikaji wao Mosley alikuwa ametekwa vibaya, huku amefungwa karatasi fulani la plastiki usoni na anaelekea kufa. Ikabidi Mwamba Sam kufanya haraka sana kumtoa ile karatasi ya plastiki usoni kwa sababu jamaa atakwenda kufa, lakini alikuwa amechelewa kidogo. Jamaa kweli akawa anakata moto. Mwamba Sam hakuamini macho yake. Mambo yalianza kama utani hivi, lakini haamini huko anakofikia mpaka watu wanatolewa roho. Ikabidi Sam haraka sana kuweza kushuka huko gorofani ili aje kumpasha habari jamaa. Kumbe jamaa alikuwa akishuhudia tukio zima katika kamera, kwa sababu ile tukio linaloendelea kule chumbani jamaa alikuwa anatumiwa huko katika TV na analishuhudia. Mwamba anataka tu kumsimulia Brady nini ambacho kwa kikiendelea. Ghafla tu akaambiwa kwamba nilikuwa naona kila kitu kinachoendelea, naelewa kila kitu. Lakini Brady akaongezea kwa kusema sentensi moja tu, akamwambia rafiki yangu Sam, huu ni wakati wa kuchagua nani anayetangulia. Sasa swali ni moja tu, kutangulia kwenda wapi? Mzigo bwana una sehemu mbili tu. Hakikisha tu kwamba ukosi sehemu ya pili mapema kabisa. Kumbuka kwamba kila unapogusa alama ya kusubscribe na alama ya kengele, lakini pia ukiwa umegusa alama ya kulike tukafikisha like 100 tu, basi nachomoa mzigo sehemu ya pili. Kumbuka kwamba kila wakati na kila saa tunaachilia kitu juu ya kitu. Wakikuliza